na wauzi sana hii kauli, lakini naendelea kusema kwamba ukiajiriwa ni kamwe kuwa tajiri. Utaendelea kuwa na maisha yale yale kutokana kile ni kiwango ambacho umewekewa, ambacho unacholipwa kila mwisho wa mwezi, na kuongezeka kwake ni vigumu balaa. Kwa hiyo kimebakia pale pale, huku maisha mtaani yanazidi kwenda juu. Kwa hiyo unajikuta kwamba ile hela ndio inayokupelekea kula, kunywa, kuvaa na kupeleka watu shule. Sometimes unakwama hata ada, unakwama kufanya kitu chochote kingine, unajikuta umeingia kwenye mkopo, ambapo ule mkopo sasa, ile hela itakavyoingia kwenye akaunti yako, tayari watu wa benki wako pale, washaikata, washaichukua, imebakia kidogo. Kwa hiyo utaendelea kusota, siku zinakwenda hadi utakapofikia kipindi cha kuretire, ambapo utapata kiinua mgongo. Sasa mgongo wako ushaamba kiinua mgongo ushapinda, wewe ndio unapata hela. Utaweza wapi kuinuka na kukimbizana? Kwa hiyo njia rahisi ni kutafuta product au huduma ambao unaweza kuibadilisha na hela, ambayo kuingizia hela, ambapo hata ukiwa mtu mzima tayari, ukawa mzee, watoto wako wanaweza kuendeleza kile kitu ambacho umafundisha, na wewe ukawa unaishi maisha mazuri, ukawa unaingiza hela kama ulivyokuwa unaingiza ukiwa kijana. Lakini la sivyo, mshahara ni jini ambao litakutesa maisha nenda rudi. Unaweza kuwa unalipo mshahara mkubwa sana, lakini unalipo ule mshahara mkubwa kutokana na nini? Ule mshahara wako mkubwa kutokana na uwezo wako. Kama ungeweza kutumia uwezo wako kufanya kampuni yako wewe mwenyewe, saa nyingine ungepata mara 3 ya ile, lakini hujui. Wewe unaona mimi nalipo mshahara mkubwa kwa wengine, lakini uwezo wako ni mkubwa. Wewe ndio unaendesha kampuni. Kwa nini usifanye wewe mwenyewe ukafungua kampuni yako wewe mwenyewe? Kuajiriwa ni shida. Ni bora uwe na kampuni yako au uwe na biashara yako mwenyewe, utafute product ambazo utakazoziuza ambazo zitakuingizia hela. Lakini swala la kuajiriwa, utaenda utarudi kila siku na utalalamika, mshahara haufiki mwezi hadi mwezi. Katikati wewe unasota, unahangaika, unatembea kwa miguu, unachanganyikiwa. Ndivyo utachanganyikiwa, na wanaume wengi wanakuja kufariki kutokana na mawazo. Wakifika kwenye kipindi hicho, wana miaka 50, 55, kazi unafanya, mshahara utoshi, unakufa. Ivan the Don, I'm always love you. Subscribe, ni follow, share na wengine. Bye bye.